Wawa, kumbuka enzi zile kama bado tuko mavijana. Mabarubaru. Hiyo bado tunakimbizana na watu kabisa. Mbaya. Sisi tulikuwa wabaya my friend. Tulikuwa wabaya bwana. Hatari sana. Tukiwa vijana ndio sasa tunakokuwa achana sasa tumekaa kama tumezeeka kiasi. Lakini mambo tulifanya. Sisi tulikuwa tunajali ati nini na nini. Kaa ni mkono. Kwanza hapo mahali pa kuzeeka ni wewe. Sisi bado nguvu iko. Ni sawa. Ni sawa. Unajua hata wakati tulikuwa vijana mimi nilikuwa niko mkubwa kweli. So pengine eleza tu watu. Sasa sisi kama ni mambo ya tisiju ya mkono sisi tulikuwa tunatembeza. Mbaya mbovu. Kwa hiyo sisi tulikuwa ndo kusema. Naingia hata kwa 5. Na ikuwa hata ni mambo ya mademu. Hapo kwanza tulikuwa na wika baya sana. Sisi tumefanya mambo. Kama ni mambo ya kuzaana huku nje venye sijui wanasemanga. Sisi tumefanya mambo. Kwanza huyu jamaa wangu huyu. Waacha saa hii. Tuko na watoto tumewaacha huku ndani tumezaa. Anaunda timu mbili za mpira huyu. Mpaka na sapu. Sasa sisi ilikuwa wakati tunafanya game zetu za mademu, mimba ilikuwa ni lazima. Kabisa. Mimba lazima tukupee zawadi. Na kitu iliyoko huyu jamaa wetu nyuma hapa ni hiyo kuruka mimba. Kama huyu jamaa angechukua watoto wake wote, ndugu yangu angekuwa kwa 44. Hakuna mchezo. Hakikisha historia. Unakumbuka mbaya. Unakumbuka kuna mahali tulisanya watoto wa Joel na Fred, jina nao tukapotea nao karibu wiki mzima. Mbaya. Wanatafuta lakini hawaonekani na wako. Kabisa. Sasa unakumbuka kuna story nyingine iliwahi tupata. Sijui ilikuwa 2001 hapa ama ilikuwa 2000 hapa. Kuna story tupata pale kwa Fred. Unakumbuka kwa ule mzee Fred? Nimekumbuka kabisa. Unakumbuka alikuwa na wasichana 5 hapo. Sasa sisi ni wakina nani? Wasichana wametuenjoy wamesema tuende. Wallahi. Na ndio siku ya kwanza. Mimi najua hapo ndo niliwaachia mambo ya wasichana. Hata mimi nilionanga hii nitakufa bwana. Yule mzee alikuwa na umbwa. Sisi tuko tunajali hata sijui ni umbwa, sijui vijana hakuna. Sisi tunaingia. Sasa vile ilifanyika ilikuwa hivi. Sisi tulienda tukafika hapo masaa ya saa 2. Alafu sisi tukatulia pale kwa mandizi. Tukapoa sasa vizuri tungojee sasa mama atoke jikoni aende nyumba kubwa alale sisi tuingie tufanye na unajua wasichana ni 5 na sisi tuko 3. Lakini hatujali. Wote lazima waone cha mtema kuni. Apate dozi. Hakuna mchezo sasa. Kufikia kitu ilikuwa kama saa 3 hivi Unakumbuka madhali tokanga kwa nyumba akakuja kwa mandizi pale tulikuwa tumejificha. Nakumbuka kabisa. Na akakuja Usiseme yeye alikojolea. Alikuja akakojolea. Alikuja unajua madhali sana wainuangi nini wainami. Alikuja sasa lakini alikojoa. Alikojolea mimi sikatai. Na kuna lakini tulinyamaza. Unajua kama ungetoa tu sauti hivi atungeshikwa. Hiyo sio niliokoa nyinyi. Niliona heri nikule mkojo nyinyi mpone. Juu vijana walikuwa hapa vijana kama 7. Yaani vijana wamekomaa wananga mchezo. Wamekula hii bangi, wamekula kila kitu. Na umbwa ziko. Na ingawaje umbwa unajua tuliletanga umbwa. Sijui kama unakumbuka tulizileta tumefupa tukawa zime. Lakini upande wa umbwa hii jamaa alikuwa na hiyo dawa. Huyu jamaa hata ikuwe kali alikuwa anashughulikia paka inanyamaza. Unafikiri ni yako. Hata ikuwe kama inasimama hivi kama ndama. Lazima. Hiyo siku bwana jamaa alipoesha umbwa asikufanya kitu. Sasa mimi wasiwasi yangu ilikuanga ni hao mandugu zao wasichana sasa. In case watupate hapo kwa mandizi. Ama pengine wakati maadha alikuwa anakukojolea ungejaribu kufanya kitu. Unajua maadha angepiga nduru. Wangetufunga kifua. Nao wangekuja, hawangejua tumekuja wasichana, wangeona tumekuja kuiba mandizi. Kabisa. Haki ya nani tungeisha? Tungefunguliwa kifua hiyo mtaa. Raia na vile raia ilikuwa itupendi kwa hiyo maneno. Na alikukojolea kwa uso. Sijui hiyo mkojo ilikuwa na test yake chungi. Bro. Sema hiyo mambo mengine. Sawa, acha tuachane na mkojo. Sasa tukatulia madhe hapa akatoka hapo. Akaenda kwa nyumba kubwa, akafunga mlango. Haya wasichana wakarudi jikoni. Wakatulia. Sisi tunangojea kitu kama 30 minutes. Tunaanza kupiga kwanza maraundi, tuone kama kuko sawa. Kitu ya kwanza ni kuendea kwa zingira ya wale vijana wa boma. Juu walikuwa nalala mahali moja. Sasa sisi kuenda huko kwa nyumba ya vijana, tunakuta pia vijana wameleta wasichana huko ndani. Sasa kitu iliniudhi. Nilisikia sauti ya nilikuwa hapa ndani, ni sister yangu. Hata karibu uharibu maneno. Wewe sasa karibu uchome bwana. Sasa wewe umekuja kuiba tena umekuta wamekuibia tena unataka kuleta shida bwana. Sasa wajamaa wako na wasichana huko kwa room.
Sasa sisi tumekuja huku. Sasa tukapoesha jamaa yetu tukamwambia wacha sister yako yeye apate dosi yake. Juu hata ukileta mashida wewe utapea Kenya anataka. Sawa. Sasa na history ni kama nitakatakata vitu mingi sana bwana. Unajua inalalia upande wangu. Sawa. Sijui nilikuwa mkosi gani hizo. Sasa hapo hivyo tukarudi tukajua kila mtu ako kwa nyumba. Hiyo ni masaa karibu saa 4 hivi. Tukajua sasa kila mtu ako kwa nyumba na watu wametulia. Sisi tukafanya ile sign yetu kawaida, tukaingia tukagonga dirisha. Hao wasichana ni wakina nani? Wanajielewa, ni watu wako sawa. Wakafungua mlango, tukaingia. Sasa vile tuliingia, mimi ni mjanja. Mimi ni mjanja. Vile tu tuliingia, mimi niliingia kama nimeanzana na ule wangu. Mara hiyo. Hawa jamaa wangu hawa atu wanataka wapige story. Yani. Uko na mchezo kiasi bwana. Hapo ulikuwa mimi nichukua yangu nikaweka kwa kona tukaongea mambo yetu hapo kwa kona, tukapinduana kama samaki haraka. Mimi nikakaa chonjo. Sasa hawa jamaa wangu wakaanza story sasa. Ati wanataka wapige sijui ufanye aje. Ulikuwa wapi Marago ile? Mimi nishamaliza shughuli. Nishamalizana na wawili tayari nimetulia. Sasa nikiwa hapo nikasikia roho yangu naye ainibambi sana. Inakataa. Inakataa. Sasa nikasikia ni kama naweza taka kususu kidogo. Mimi nikachomoka nje nikasusu. Ni kama wewe ndio ulileta. Hapana. Na nyinyi mbona wakati mimi nilianza shughuli nyinyi mlianza kupiga story? Sasa unajua tulikuwa tumezoea. Sasa ni kama nyumbani. Alafu makosa yenye mmefanya pia mmetoa manguo yote. Mmetoa manguo yote. Mimi mara moja niko na nguo. Unajua ukienda kufanya mambo kwa wenyewe unakaanga chonjo. Na koti tu hivi. Ndio sasa. Mimi wakati nilitoka nje, unaona sasa kitu ilifanyika, hata sijawahi waambia. Wakati mimi nilitoka nje, nilisikia pande ya ile Singera kumetulia. Unaona? Sasa hiyo kitu ya kutulia ilinisumbua. Juu hata ile msusu ilikuwa imekuja, hiyo msusu ilipotea. Ilipotea. Sasa wakati nilikuwa nje, nikaona kuna mtu. Nikaona kuna mtu ako kwa nyumba ya mama. Alafu kama anaonyesha signal. Nikajua hapa ni noma. Hata nafasi ya kurudi ndani kuwaambia kimeumana nikashindwa. Mimi nikaanza ndio mimi nikapotea nikaenda. Ukaona mwili yako ni afadhali kushinda ndugu zako wakati wapanga wewe. Unajua sasa ningerudi ndani tukashikwa na nyinyi. Ni hapo tena. Hiyo siku ndio nilijua kweli tena nina ujuzi. Hebu tuambie sasa kulienda aje wakati mlipake ndani. Ndio mimi nilienda nikienda. Huyo mtu alikuja. Mimi kwanza nilijua ni wewe unarudi. So sikuwa na wasiwasi. Na unajua sasa mimi nilikuwa hapa ni karibu na mlango. Sasa mimi nikajua ndugu yetu bila ametoka nje kujisaidia ndio huyu anarudi. Nikasikia umeingia umefunga mlango. Mimi nafikiri mambo iko sawa. My friend wacha tai wash. Wewe. Maliza tu story bwana. Ilikusinya. Ndugu yangu, mimi nilichanjaruka. Ndio aliniwepea yako kidogo. Unajua sasa mimi mwili ni ndogo. Unajua dirisha yako niliwacha hiyo hata sitaki kusikia. Sasa hiyo dirisha vile ilikuwa kadogo na mimi nilikuwa kama mwili kadogo. My friend sikushika hata hiyo ukuta ya dirisha hivi. Chuguru. Ukaruka nje. Ndio. Ukaacha bro ndani. Mtu mwenye anaweza eleza mwisho wake mimi sijui vile ilienda. Mimi walinichanja kabisa. Jamaa tueleze fika wapi. Na unajua ni wa jamaa wamezaana wanaume bwana mandugu. Walikutengeneza. Walinitengeneza. Lakini unajua wewe ndio ulifanya makosa. Unajua mimi wako shika sura. Alafu hata huyu hawakujua ni nani. Sasa wewe bwana ulitengeneza ukaanza kusema bwana tulikuwa na wewe bwana. Ile vitu walinifanya bwana. Ilikuwa lazima niseme. Sasa ukasema sijui nilikuwa na mtoto ya fulani, baba ati nilikuwa na fulani mtoto ya fulani. Unasema mimi mpaka unasema na baba bwana. Wanafunzi kwanza hao. Walinichaji. Hiyo unajua ilikuwa wanifunga kwa muti nikiwa uchi. Ungejikaza tu. Wewe si kama Mkikuyu bwana. Mtu alituuza sana. Hata viboko mbili bwana ushara. Mimi fulani wewe. Unafanya tukahama kwa area bwana tunatafutwa bwana. Mchana yote. Ile viboko walinichaji. Kitambo wewe ndio ulifanya. Walifanya nikaokoka kabisa. Hiyo siku. Mimi hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kuenda kwa kina wasichana. Na hata hiyo ndio maneno mimi nilipunguza. So kwa sasa nikipiga hesabu yangu vizuri kwa hii area niko na kama watoto 40 hivi. Unadanganya. Piga tu watoto wako hesabu wote. Mtu akuletee mtoto sema tu hesabu yako bila inaweza jaa. Watu tunaijua. Sasa labda unisaidie. Juu mimi nikipiga hesabu yangu ni 40. Yote unaongelelea nusu ama? Wote yani wale ni ile miaka yetu tukifanya mambo. Hapo ilikuwa ni ngapi? Hapo ilikuwa ni ngapi?
Si unajua hapa nilisanya ma sisters karibu walikuwa ma sister watatu nikaweka mimi. Huyu mmoja alitoa 12, huyu mwingine akatoa 12 aje. Waliza 12 hiyo msichana. Alafu chungua sasa, kumbuka kwa Maina. Kwa Maina kuna wako tena hapo 10. Na tuko karibu 30. Alafu kwa Joel. Kwa Joel nasikia ulifanya maneno walikuwa 15. Sasa hiyo tayari imepita 40. Na wewe unasema sijui ati 40. Unajua sasa unaona hata watoto mimi na hesabu. Ukiamua kuja kudai mahali. Wewe utaisha. Unajua watoto mimi na hesabu hata si hata wao wenye umenitajia sijui kwa kina nani. Mimi na hesabu huko kwa wakale upande huko. Sasa wewe hata tunaona umefika. Alafu kuna maragoli moja hapo hivi. Sasa sasa kama kweli kama hujaweka kama tunaweka na hao wako wewe ni mtu ni mia vile hii jamaa anasema si uongo, anaongea ukweli mia. Hii story sasa ikifika mambo ya watoto hii acha tuachie hapo sasa.